Usiku ulikuwa mzito kama dhamira ya mtu aliyeshindwa kujisamehe. Mvua nyepesi ilidondoka juu ya bati za nyuma za mtaa wa Rousseau, zikitoa mlio wa polepole uliofanana na sauti ya mtu anayelia kimya kimya. Taa za barabarani zilikuwa zikiyumba, zingine zimekufa kabisa. Giza lilitawala kama mfalme asiye na huruma. Ndani ya chumba kidogo chenye harufu ya jasho na pombe iliyokolea, Barvin alikaa kimya, macho yake akiwa yametulia juu ya begi jeusi lililokuwa sakafuni. Hiyo haikuwa mara ya kwanza kuliona begi hilo, lakini leo lilikuwa na maana tofauti. Alivuta pumzi ndefu. Miaka miwili iliyopita alikuwa tofauti kabisa. Alikuwa kijana mwenye ndoto. Alivaa sare ya mafunzo ya jeshi kwa fahari, akiamini maisha yake yangekuwa na mwelekeo. Aliamka alfajiri, alikimbia kilomita nyingi, alijifunza nidhamu, utii na kupigania haki. Lakini haki haikumtetea. Baada ya mafunzo, hakupata ajira. Hakukuwa na maelezo ya kueleweka. Hakukuwa na haki. Ni majina tu yaliitwa na jina lake halikuwepo. Ndipo maisha yake yalipoanza kupasuka vipande vipande. Alirudi Rousseau akiwa hana kitu isipokuwa hasira, maumivu na kumbukumbu za maisha aliyoyakosa. Jeshi halikunitaka, lakini mtaa utanitambua, alijisemea kwa sauti ya chini. Mlango uligongwa mara 3, mlio wa siri. Barvin alisimama polepole, akafungua. Alikuwa Kelvin Bukuku. Uso wake ulikuwa na tabasamu la upande mmoja, macho yake yakionyesha ujanja wa mtu aliyezoea kuishi kwenye hatari. "Umechelewa kufungua, askari wa zamani," Kelvin alisema huku akiingia bila kualikwa. Barvin hakujibu. Kelvin alitazama lile begi. "Una hakika uko tayari kwa hii kazi?" Ukimya ulitawala kwa sekunde chache. "Nimechoka kuwa tayari. Sasa nataka matokeo," Barvin alijibu kwa sauti tulivu lakini nzito. Kelvin alicheka kidogo. "Vizuri. Hapo ndipo watu wengi wanapobadilika." Aliufungua begi. Ndani kulikuwa na paketi ndogo ndogo, zikiwa zimefungwa vizuri. Madawa ya kulevya. Barvin alimeza mate. Hii ilikuwa hatua ya kwanza. Hatua ambayo haikuwa na njia ya kurudi nyuma. Upande mwingine wa mtaa wa Rousseau, chini ya taa iliyokuwa ikitoa mwanga hafifu, wanawake 4 walitaa wakisubiri wateja. Cha usiku alikuwa na macho yaliyobeba uchovu wa miaka mingi. Mwajuma alionekana mchanga, lakini alizungumza kama mtu aliyezeeka ghafla. Kathe alikuwa mtulivu, akitazama watu bila kusema. Na Salome, yeye alicheka sana, kana kwamba anajaribu kuficha kitu. "Leo kuna harakati nyingi," Salome alisema, huku akitazama magari yaliyokuwa yakipita. "Harakati za kawaida tu," Cha usiku alijibu, lakini sauti yake ilikuwa na wasiwasi. Kathe alinyanyua kichwa. "Hapana, hii si kawaida. Kuna kitu kinaanza." Karibu na kona ya barabara, wanaume 3 walikuwa wamesimama kwenye kivuli. Vegasi, Kefa na Simon Tol Mnyama. Hawa hawakuwa watu wa kuhoji. Walikuwa ni majina yakitajwa, watu walinyamaza. "Kelvin amempata mtu mpya," Vegasi alisema. "Ni nani huyo?" Kefa aliuliza. "Askari wa zamani," Simon Tol Mnyama alijibu kwa sauti nzito. Kimya kilitandaa kwa sekunde. Kisha Kefa akacheka. "Askari akigeuka huwa hatari zaidi kuliko mhalifu wa kawaida." Simon alitikisa kichwa polepole. "Au huwa mzigo, kama hajui anachokifanya." Mahali pasipojulikana vizuri, ndani ya jengo la zamani lililoonekana kama limeachwa, mtu mmoja alisimama mbele ya mshumaa uliokuwa ukiwaka. Ukuta ulikuwa umeandikwa alama zisizoeleweka. Harufu ya ubani mzito ilijaa hewani. Mtu huyo alikuwa Chidmonga. Macho yake yalikuwa makali na uso wake haukusoma kirahisi. Alikuwa akizungumza kwa sauti ya chini, kana kwamba anaomba au anaumuri. "Wameanza kusogea." Alifunga macho. "Kivuli kinaanza kuamka." Alitabasamu kidogo. "Na Barvin,
bado hajui nafasi yake. Siku chache baadaye, Barvin alisimama mbele ya jengo lililokuwa na ukuta uliochorwa kwa rangi iliyofifia. Ndani yake kulikuwa na biashara mpya, biashara ambayo haikuandikwa kwenye mabango. Kelvin alimsogelea. Hii ni sehemu yako ya kwanza, hakuna makosa. Lakini kabla hajaingia, sauti ya gari ilisimama kwa ghafla nyuma yao. Wakageuka. Ilikuwa gari ya polisi. Milango ikafunguka. Askari wakatoka. "Simameni!" Sauti kali ilisikika. Mipago ya moyo wa Barvin ikaanza kwenda kasi. Kelvin alimwangalia kwa sekunde tu, sekunde iliyobeba uamuzi. Kimbia! Lakini kabla Barvin hajachukua hatua, macho yake yalikutana na mmoja wa askari. Na hapo ndipo dunia iliposimama, kwa sababu yule askari alimtambua. Na Barvin pia alimtambua. Alikuwa ni mtu kutoka zamani ya kijeshi, mtu ambaye hakutakiwa kumuona tena, na macho yake yalionyesha kitu kimoja tu: usaliti. Mwisho wa episode 1 itaendelea.